Hapa kwetu kuna mzee mmoja anaweza kupambana na hilo tatizo, na kama kutafuna talitilia mkazo hilo swala litaisha. Huyo mzee ni mganga wa kienyeji? Yeye ndiye anayehusika na kufunga kila kitu hapa kijijini, ikiwemo na kufunga viunga vya jando pindi tunapowapeleka watoto kufundwa. Ni mzee ambaye ukimuona yuko tofauti na watu wengine hapa kwetu. Ana asili kama ya mshipa hivi, na ukimuona hapendezi kwa sababu ya mikoba. Vipi? Ulishawahi kumwona? Ndiyo, lakini sikutambua ukubwa wa heshima mnayompa hapa kwenu. Hana roho ya kisasi na halivyo upendwa na kila mmoja hapa kijijini. Na ukimkosea ukachambua kosa lako, anakusamehe muda huo huo. Omba Mungu niongee na kutafuna akubaliane na hili, yote yataisha. Habari yako ndugu? Sasa hizi hebu punguza jazba kaka. Kwani tatizo nini kukusalimia? Hapa kwetu kusalimia ndo ajenda kila itwapo asubuhi. Na mara ya kwanza kukutana. Yeye kosa lake nini yule? Yule hakuja kunisalimia kwa maana hiyo. Yaani yule kaja kujionyeshia tu kwamba kwa sababu kashapata nini, basi anakuja tazalao. Sasa mimi popote nitakapokutana naye namuua. Hiyo michongo ya zamani kaka unataka kuleta wewe. Mimi nikuombe baba, tumsaidie tu yule binti. Hilo tatizo la mama yake huyo binti laweza kuwa dogo ama kubwa. Kwanza aje huyo mama, ila ukampe masharti yule binti. Masharti gani? Kwanza akija huyo mama na tatizo lake likashindikana kushughulikiwa, asije akanitia kwenye matatizo ya kunikosea heshima. Na kama unavyojua hizi dawa na dawa tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Mimi nitamweleza hayo yote na naamini atanielewa tu, kwa sababu sasa hivi amebadilika sana tofauti na pale awali. Nikuombe ngaliba wangu, hebu tumfanyie nusura huyu binti. Hilo kwangu limeisha, na kuanzia kesho nitaanza hiyo shughuli mapema kabla yeye hajafika. Bashite. Wewe Bashite. Sasa ungemsubiri kutafuna anakuja hapa. Sasa ukiondoka utakuwa unapinga maagizo ya mjomba wako. Bashite. Haya bwana.
Imekuwaje tena Batani? Wewe acha tu ndugu yangu. Niacha kati naona hauko sawa na wala si kawaida yako. Leo bwana mjomba wako kanishambulia na matusi na akanivaa. Yaani kama angekosa yule kijana wako yule nani Sato. Saizi hivi tunaongea mengine dhidi yangu. Kutafuna. Mimi naomba kaniombee radhi kwa mjomba wako. Mwambie nisamee, mimi ni kijana bwana, nimeteleza. Hilo halina shida. Limeisha hilo. Na kuahidi nitalishughulikia. Limeisha hilo. Kulikoni? Au atakuwa amegombana na mjomba wake? Si rahisi. Ngoja. Yaani kali siku zinavyozidi kwenda, huioni thamani yangu? Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani Chanuo, eh? Isitoshe umemwambia mpaka mjomba kuwa mimi naishi kwenu ili uonekane wewe ni zaidi ya kichwa katika familia. Na imani hiki kijiji chote wanajua mimi namna gani nimezalilika. Nimekuja na mwanamke ambaye ameingia katika miili ya wanaume za watu. Acha nirudi nyumbani nikajitafakari huko. Usiondoke mjomba. Usipoteze chaguo kwa sababu ya vitu ambavyo vinaweza kurekebishika. Nakumbuka nilishawahi kuelekeza. Usihukumu ukiwa na hasira wala usiahidi ukiwa na furaha. Chanuo ameshajirudi na ameniomba radhi. Bado haitoshi. Ameniomba pia msaada. Na mimi tayari nimeshaanza michakato ya kumsaidia. Ndio maana nikamwambia ampigie simu mama yake ili aje. Nadhani itakuwa ndio kipindi kizuri sisi tukiwa kama wazazi kukaa na kuijadili ndoa yenu kwa mapana zaidi. Vile vile utakuwa ni wakati mzuri wa mimi kutoa baraka ikiwa tumefahamiana kiundani. Niwaombe, punguzeni jazba, tulieni, tumalize lenu. Kwa hiyo ndio hivyo. Asante sana kwa ushauri wako. Batani, kuwa mjinga wakati hujijui sio tatizo, ila tatizo unapojifanya mjanja ili hali unafahamu fika kwamba wewe hujui. Hilo ndio tatizo. Jogo langu bandani la mngoja mgeni, kwa busara za pwani tamuweka jamvini. Akitaka manukato tampa sumini, akitambaa cha jasho kisimtoke usoni. Na marimba mie usitake uga
Unajua, kabla ya kuoa inatakiwa umpime mwenza wako. Je, munaendana? Kwa sababu wanawake hawa hubadilika sana tu kwenye ndoa. Hususan huko mjini, wanawake wengi hujipima au kuingia katika ndoa kwa sababu ya kupima usichana wao tu. Wengi wanaolewa kwa sababu zao na sio kukamilisha maandiko. Ndio maana kwenye ndoa ziwa likilala hakuna tabu, kwa sababu sisi wanaume ni wastahimilivu sana. Lakini kiume kikilala, mwanamke huanzisha vikao kama anataka kurudia tena harusi. Ni lazima afanye hivyo, la sivyo atakutukanisha tu. Na hata akifanya vikao bado anakutukanisha tu. Na tena hayo ni matusi makubwa. Kwa sababu inafahamika wazi kwamba mwanamke msingi kiuno na mwanaume msingi kiume. Sasa msingi wa mwanamke ukiporomoka, sisi wanaume hatuna tabu. Tunamrekebisha kidogo kidogo, alafu maisha yanaendelea. Lakini msingi wa mwanaume ukiporomoka, yule mwanamke huanzisha vikao na kutaka kuhama nyumba. Nakuelewa sana mjomba. Mwanangu kuwa unaonea dunia lipofikia na inapoelekea. Mwanangu kuwa unaonea dunia lipofikia na inapoelekea. Tusiaone mughali. Halo? Mambo vipi Shem? Poa poa. Chanuo kanambia unataka kuzungumza na mimi. Sawa. Niliongea na mjomba kuhusu swala la mama na amesema kuna uwezekano mkubwa wa kupona. Kwa sababu huku kuna mtaalamu wa hayo mambo. Hivyo amenitaka nikwambie umlete kama itawezekana. Oho, hiyo ni habari njema sana. Wacha nimweleze mama, halafu utanipa maelekezo ili niweze kuja huko. Ni vizuri kama mtatumia gari za abiria. Maana kama mtatumia gari binafsi mtajichanganya. Sababu kuna muda mwingine mtandao huo unasumbua. Sawa, nashukuru sana Bashite. Haya sawa, ukiwa tayari utaniambia niwape maelekezo. Hamna tabu. Poa. Shikamoo mjomba. Marahaba. Hiyo ndio dalili ya kwanza ya Chanuo kubadilika. Kwa sababu kama angeendelea kuwepo kama zamani, nina uhakika hiyo simu angeongea na yeye na sio kukuletea wewe mchumba wake. Wanawake wa kileo wameacha mila zao, wanaiga kwa elekea. Mwanangu kuwa uyaonea dunia lipofikia na inapoelekea. Ngariba nifunzie mwanangu asije akapotoka. Ngariba nifunzie mwanangu asije akapotoka. Hakika dunia ya sasa maadili yametoweka. Hakika dunia ya sasa maadili yametoweka. Karibu bwana kutafuna. Asante sana. Mzee, yule mgeni wetu amewasili tayari hapa kijijini. Sasa nikamchukue nimlete leo au nisubiri mpaka kesho? Kwa tatizo lake hatakiwi kulala hata usiku mmoja bila kuanza kupata kinga, na ndio maana nilikwambia kwamba akifika tu uje unitaarifu, kwa sababu shughuli yake ile, jambo lake linatakiwa lifanyike usiku na mawio. Basi sawa, wacha nikamchukue. Hapana, nitakuja mimi kwanza ili nione ukubwa wa tatizo lake.
kumbia tangu bachongana vikula mwanako ya kukaya nanga kupotwa wazee kuva nowela mama kululuta jingole je miaka ino nanga chikula jingole je miaka ino nanga naembe filimbi je miaka ino bachongana viwembe ndio maana vana vao baba basenge swali vakundunda bwesa bache malege nangu kungu nowela makumbila tangu mwanako ya kukaya ujando kwa chikala bafundisha dabu bayaluka miaka ino nanga cha ajabu bali wa miaka ino wakatamwa kuolewa bazeko kwa baba yao ungu wa miaka ino ndo maana bali wao bana badigidigi mwali wa 2000